wa kilimo Mwangi Kiunjuri ameagiza kufanyika kwa uchunguzi kuhusu sakata ya uuzaji wa mahindi katika mabohari ya NCPB. Kiunjuri amesema kwamba wakulima ambao wanadai fedha kutoka kwa serikali watachunguzwa na kulipwa hela zao. Kulingana na waziri, kumekuwepo na ulaghai katika bodi ya nafaka ambapo maafisa wamekuwa wakinunua mahindi kutoka kwengine na wala sio kwa wakulima humu nchini. Uchunguzi ungali unafanywa kuhusiana na sakata hiyo baada ya afisa mkuu mtendaji wa NCPB kujiuzulu na mameneja watano kuachishwa kazi. On the issue of National Cereals and Produce Board, I'm on record since I was appointed. This is my 4th month. And from the first month of my appointment, I raised the red flag that there are people masquerading as farmers, but they are traders, and they are taking advantage of National Cereals and Produce Board. They are trading. And I said clearly that you must sort out the issue. I also raised the flag again on the issue of unscrupulous traders who are stealing our fertilizer. So those are two issues that have been in public domain for a very long time. But we have been pressurized all through because it became very difficult for us to separate these traders and the farmers. The traders are less than 5%. Our farmers are almost 95%. And I said clearly that this issue must be dealt with. I summoned the managing director, Cereals and Produce Board, Mr. Terrell, and I told him clearly that this must come to an end. Na watu watatu wameripotiwa kupoteza maisha yao katika eneo la Loruko, kaunti ya Isiolo usiku kuamkia Jumatano kwenye shambulizi ambalo linahusishwa na wizi wa mifugo. Sasa wenyeji wa maeneo hayo wanaishi kwa hofu ya mapigano ya kulipiza kisasi, huku watu kadhaa wakiwa hawajulikani walipo. Mwanahabari wetu Mark Namaswa anaarifu. Maafisa wa usalama wakipiga darubini upeo wa maeneo ya Loruko, kaunti ya Isiolo, kaskazini mwa Kenya baada ya shambulizi Jumanne usiku. Kisa hicho kikihusisha wafugaji wa Kisamburu na wenzao wa Kiturkana, kikisababisha maafa, watu watatu wakifariki, wengine wakitoweka. Watu wengi waliingia ndani ya maji jana wakikimbia kwa hiyo kila mahali ilikuwa imepigwa risasi na ni wakati watu walikuwa wanaanza kulala, so huwezi jua mtu amepita wapi. Walioshuhudia wanasema wavamizi wenye bunduki walizingira eneo lote, kambi ya polisi wa utawala ikiwemo, watu wakikimbilia usalama mto Ewasonyiro. Mifugo pia walimiminiwa risasi au kuibiwa, mfugaji huyu akipoteza ng'ombe 200 mbali na hasara nyingine. Ng'ombe meenda namna hiyo, na ng'ombe hata meuliwa ndani ya manyata. Ng'ombe 7 na huko mewana na punda 2. Sasa watu ndio hiyo hawajulikani sasa mpaka sasa mali iko. Maeneo yaliyoathirika ni Loruko, Atan, Alamach na Ngaremara, wenyeji wakiishi kwa hofu kuwa huenda mashambulizi ya kulipiza kisasi yatatokea. Mark Namaswa, KTN News. Na mtazamaji, huenda nidhamu ikapatikana kwenye vyuo vikuu vya umma nchini iwapo mapendekezo ya wawakilishi wa muungano wa kutetea maslahi ya wahadhiri ambao ni wa vyuo vikuu WASU yatangaziwa kwenye marekebisho ya sheria ya mwaka 2018. Mwanahabari wetu Cecilia Wakesha anaripoti kwamba wawakilishi hao hata hivyo wanapendekeza kuwepo na tume huru ambayo itapewa jukumu la kufanya mchakato ulio wazi wa kupiga msasa na kuteua wakuu wa vyuo vikuu. Wawakilishi wa muungano wa kutetea maslahi ya wahadhiri wa vyuo vikuu WASU walikuwa wamekaribishwa mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu kutoa maoni yao kuhusiana na mswada wa marekebisho ya mwaka 2018 unaopendekeza kwamba wakuu wa vyuo vikuu wawe wanateuliwa na tume ya huduma za umma, kinyume na ilivyo sasa ambapo wakuu hao huteuliwa na waziri wa elimu kutoka kwenye orodha ambayo hupigwa msasa na baraza la vyuo vikuu. If you are insisting that vice chancellors must be professors, then before they are recruited, they must undergo management training. But if we want to be radical, let the management of universities be left to trained professional managers so that professors can now deal with academic and research.
Wawakilishi hao wakipendekeza kuundwa kwa tume ya huduma za vyuo vikuu itakayochukua mamlaka ya kuajiri na kuhamisha wakuu wa vyuo vya umma nchini ambavyo vimelaumiwa na kujawa na ukabila. Kisa cha hivi karibuni kilikuwa cha chuo kikuu cha Moi, ambapo baadhi ya wanasiasa kutoka bonde la Ufa waliomtaka Isaac Kosgei kama naibu chansela walitofautiana na hatua ya waziri wakati huo Fred Matiang'i aliyekuwa amemteua Laba na Yero kuwa kaimu mkuu wa chuo hicho. Kubaliki kama haitafanyika na haitakubalika. Kila Mkenya ana haki kama amehitimu kupewa nafasi ya kazi katika jamhuri hii yetu. For us to eradicate tribalism, nepotism in our universities, we need to have one employing body. But so long as we have these independent councils, where universities are autonomous, where councils are the ones left to recruit, you will not eradicate tribalisms in our universities. Aidha, wawakilishi hao wanaonelea ni vyema iwapo kandarasi ya wakuu wa vyuo vikuu itapunguzwa kutoka miaka 5 hadi miaka 3 ili kuboresha utendakazi. Marekebisho haya yanatarajiwa kuangaziwa kwenye awamu ya pili ya mswada huo bungeni. Cecilia Kesho, KTN News. Na katika hatua ambayo huenda ikafanikisha vita dhidi ya saratani, teknolojia mpya ya kupima na kuyabaini maradhi ambayo ni hatari imewasili nchini Kenya. Wataalam katika teknolojia ya mahabara ya utabibu sasa wanaweza kufanya vipimo vya saratani kwa kutumia sampuli ya damu pekee pasi na kuhitaji upasuaji wa aina yoyote. Mfumo huu, mtazamaji, una uwezo wa kubaini chembe-chembe za saratani mwilini hata kabla ya kuwepo kwa dalili zozote. Huyu ni daktari akiwa katika shughuli za kuchanganya dawa za kukabiliana na saratani kwenye mchakato wa chemotherapy. Ni mbinu ambayo imekuwepo kwa muda, imetumika zaidi katika kutibu kila aina ya saratani. Hata hivyo, wataalamu wa mahabara ya utabibu wanasema iwapo mfumo huu wa kutoa tiba utashirikishwa na teknolojia mpya ya kupima saratani kwa kutumia sampuli za damu, patakuwepo ufanisi mkubwa. Teknolojia kwa jina New Generation Sequencing hutumia kompyuta maalum zenye uwezo wa kuchunguza kila aina ya chembe-chembe kwenye damu na kisha kubaini dalili yote ya saratani mwilini. The actual thing about cancer, we all know it's caused by mutations. So once we genotype your tumor, we can find out the exact mutation that is occurring within your blood. Once we know the mutation, for example, there's a KRAS, there's a BRCA, for those people who have dealt with breast cancer before. Once we know the exact mutation, we can select targeted therapies that can clear that specific mutation. So in the long and short run is, once we clear mutation, we clear disease. So we basically, that's the one solution we give patients that is not widely accessible to them with any other test. Mbinu hii hupima saratani kwa kupitisha damu kwenye mchanganyiko wa dawa maalum ambazo baadaye hupitishwa kwenye mtambo wa kompyuta kwa kusudi la kupata ufafanuzi wa taarifa za chembe-chembe ya damu ya mhusika. Kadhalika, mbinu hii humsaidia daktari wa chemotherapy kufuatilia kwa karibu iwapo dawa zinazotumika zinafanya kazi vyema. People are limited in terms of how they diagnose cancer based on location and tissue type. But they have not been able to go deeper into the cells and see the molecular structure of the DNA. As we're able to give you the molecular structure of the DNA and the relevant medicine for that, that will increase the likelihood of overall survival of all cancer patients. Mfumo wa kupima saratani wa Next Generation Sequencing umetajwa na wataalamu kwa dhabiti na wa kuaminika kwa matokeo yake, huku gharama yake ikitajwa kwa nafuu. Here we are going on a specific person with a specific drug, extracting out the data using supercomputing power and be able to match a therapy of a patient to a drug. Mfumo huu ni maarufu katika mataifa ya Marekani, Uchina, Japan na Ulaya. Shadrack Miti, KTN News.